Kama ambavyo uliona taarifa ambayo tumeitoa Omar Kaya kuwa katibu mkuu, lakini Hussein Masanza yuko hapa baada ya kutoa taarifa ya maneno ya maandishi. Sasa hivi anakwenda kueleza kwa ambao hawakuelewa. Nimeona maswali yako mengi mpaka Alikamwe anauliza. Maswali ni mengi sana. Kwa hiyo yuko hapa kwa ajili ya kutolea ufafanuzi, lakini kuelekea mchezo wetu wa quarter final, si ndio? Robo finali ya dhidi ya Kagera Sugar, lakini uwanja ambao tutakwenda kutumia na vitu vingi Elvis kwa na magoli 10, lakini pia na Soa kwa na magoli 10. Hussein yuko hapa kwa ajili ya kwenda kuwanadi vijana wake. 9 wako 9. Kwenye Soa utaedit ana magoli 9. Sawa. Elvis kwa na magoli 10, lakini Soa kwa na magoli 9 ndo mastaa wa kwenye kikosi chetu ambao umetufikisha mpaka sasa ambako tumefika nafasi ya 4. Hussein Masanza yuko hapa kwa ajili ya kwenda kuamwagia sifa zao mawili matatu, na kwa yote ambaye anasema sisi tumefanya we are open, tunawaambia we are close kwa wachezaji wetu. Mambo safi ese. Tumerudi nyumbani Singida. Tulikuwa Tanga na hatukuupata matokeo ambayo tuliyafuata. Coastal Union, kana vitu ambavyo inabidi tuvitafutie mwarobaini. Sahihi. Ni klabu ya soka ya Coastal Union. Kwa sababu mzunguko wa kwanza tulicheza nao Zanzibar, wakatukazia, tukapata matokeo ya sare. Juzi tumeenda kwao tukiwa tunajiamini, tuna mentality nzuri, tumetoka kucheza mechi kubwa, tumeshinda. Tulijua tunaenda kupata matokeo mazuri, lakini hatimaye tumerudi mikono mitupu, wameondoka na alama zote 3. Wametuhujumu Hussein, kwa hiyo tukacheze Tanga. Kwa hiyo kweli kwao, cheza kwao. Sio walikuwa Arusha. Kwa hiyo waliposikia Singida wamehama. Kwenye hili mimi nawatetea. Kila mtu anatamani kutumia uwanja wake wa nyumbani kwao kwa ajili ya advantage. Na wao wamejua kutumia home advantage, tunawapongeza sana Coastal Union, lakini wamejitangazia vita. Kwa sababu haiwezekani Singida ikawa timu zote zinatuogopa kasoro Coastal Union. Wewe nani Coastal? Hapana. Wewe nani bwana Coastal? Kwa hiyo tuna kazi, tuna homework ya kufanya katika eneo la kiufundi, lakini pia mikakati ya kuhakikisha kwamba mechi zetu na Coastal wasituzoe kiasi hicho. Usisahau wako nafasi mbaya. Kwa hiyo tuwaombee Mungu wawepo. Inshallah watabaki. Unajua hili jambo, huu mwiko huu ulikuaga kwa timu ya JKT. Wakutana na Singida wanafanya mechi zinakuwa ngumu. Lakini tukapata mwarobaini wa JKT. Sasa hivi JKT tukikutana nao ni kama tunateleza. Na tulioptandika kwao. Na tumempiga kwao. Sasa safari hii inabidi focus ya mimi kwa Coastal. Nao tuwatafute. Uzuri sisi tunajua tutawakamata wapi, nao watashika adabu yao. Lakini yote ya yote ni football, tunaheshimu matokeo, tunaheshimu kilichotokea, na tumerudi nyumbani kwa ajili ya kujipanga upya. Tuna mechi zinafuata hapa nyumbani, tutacheza mechi 2. Mechi ya kwanza tunacheza tarehe 14 kesho kutwa Jumatatu dhidi ya Kagera Sugar, mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB. Kisha baada ya hapo tutawasubiria Tabora United. Mbona hapo umecheka kwa mwali wako? Mwali wangu. Sisi wapare tuna wimbo wetu tunasema, unaimbaje? Mwali wetu oyo witumwende tumuone. Sasa siku hiyo hapa nitamwambia DJ ule, nitamtafutia kama hana, nitamtafutia ule mwali wetu oyo. Bwana DJ, kabla mechi haijaanza tupigie kile kibwagizo, kwa sababu mwali wetu amekuja hapa nyumbani watu wamuone. So mechi na Tabora tarehe 19 tutacheza hapa katika uwanja wa CCM. Bwana director ananiambia nivoe kofia. Director sijachana nywele. Sasa hapo unanipata? Tutacheza hapa katika uwanja wa nyumbani wa CCM Elite. Labda kama patakuwa na mabadiliko ya uwanja tutawafahamisha, lakini kwa mechi ya kombe la shirikisho CRDB ni uhakika tutacheza uwanja wa CCM Elite. Taarifa imetoka, tuachane na masuala ya mechi sasa, watu wameelewa kwa uzuri kabisa. Taarifa imetoka hapo. Kumradhi. Hizi mechi 2 niwaambie tu washindani wetu kwa kumalizia. Singida sasa hivi nchi yote iko hapa. Tuna tukio kubwa la Mei Mosi ambalo litafanyikia hapa kitaifa, maadhimisho yake, na tutakuwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kama mgeni rasmi. Kwa hiyo Singida iko busy sana. Kuna matukio mawili sio? Yes. Mei Mosi na festival. Sasa ambalo limeandaliwa na mkuu wa mkoa. Ndio maana nikasema Singida itakuwa busy kwa sababu hizi festival nini zote ni shamra kuelekea kwenye sikukuu ya Mei Mosi, siku ya wafanyakazi. Kwa hiyo Singida sasa hivi Tanzania yote ipo hapa. Tunapokea wageni wengi na wengi wamepokelewa. Ofisi ya mkuu wa mkoa najua imeshatoa taarifa yake, mkuu wa wilaya, lakini sisi kama timu tunawaambia wapinzani ambao wanakuja. Mipaka ya Singida sasa hivi haiingiliki. Kwa hiyo atafute mipaka ya jirani kwa ajili ya kujiandaa. Wasije wakatafuta wakiache. Wasije wakatafuta kisingizio. Kwamba tumeenda Singida ametuzuia, sisi hatuna mamlaka ya kuwazuia, lakini waje kistaarabu, wajipange huko walipo, waje kucheza mechi. Hiyo ni muhimu sana.
Maana watu wakawi kusema sisi bwana mechi hizo tunataka tuahirishe, wanataka kukimbia. Sisi hatutaki viporo. Singida Black Stars haipendi viporo. Tuko busy, tuna muungano. Tunataka tumalize. Yes. Kwa kimsingi mechi zetu zilizopo zetu ratiba iko hiyo, na niwaambie tu mashabiki wajiandae. Vibe ambao walianzisha katika mechi dhidi ya Azam FC tuliona katika mechi dhidi ya Kagera. Sawa, huyo ni afisa habari Hussein Masanza. Semaji handsome lakini leo anabebwa na cape. Tunaendelea. Hussein. Bebwa na cape. Hussein, taarifa imetoka. Yes. Watu wengi wana maswali. Ni kama hawajaelewa. Watu wanauliza, sasa CEO anaenda yuko wapi? CEO yuko wapi? Nimeona hata ndugu yako Alikamwe, mdogo wako, ameuliza naye swali kama hilo. Sasa taarifa ya maandishi peke yake nadhani haitoshelezi. Tupe taarifa ya mdomo sasa, ya maneno, watu waweze waeleweshe watu imekuwaje, anaenda kuwa kazi yake ni nini, CEO yuko wapi? Bana, kuhusiana na taarifa ambayo tumeitoa, na hii niseme tu ni rasmi kwamba tumetoa taarifa ya mabadiliko ya uongozi ambayo yamefanyika, ambako aliyekuwa makamu mwenyekiti wa timu yetu, namzungumzia ndugu Omar Kaya, sasa amebadilishiwa majukumu na anaenda kuwa katibu mkuu wa timu yetu. Mabadiliko haya yamepokelewa kwa hisia tofauti na tumeona hata mitandaoni hisia ni nyingi, maswali yamekuwa mengi, watu wakitaka kwa ufafanuzi, katibu mkuu na tuna mtendaji mkuu inakuwaje kimajukumu na vitu kama hivyo. Sasa niseme tu kwanza, sisi tulichokifanya ama bodi, kwa sababu bodi ndio imefanya maamuzi yao ya kumteua ama kumpendekeza kuwa katibu mkuu na hatimaye amepitishwa, ni kutafuta tija ya kiutendaji, kwa sababu Omar Kaya kwa uzoefu wake ni mtu ambaye ana uzoefu muda mrefu kwenye mpira wa miguu, hasa katika eneo la utendaji, na eneo la makamu mwenyekiti kwa ni la kiushauri zaidi kuliko utendaji. Sasa hatuwezi kutumia rasilimali hii vibaya, lazima tuweke kwenye utendaji, tuone utendaji unaenda vizuri, lakini timu inaye mtendaji mkuu. Sasa sintofahamu inaibukia hapa, kwa nini mtendaji mkuu na katibu? Na nadhani hisia hizi zimeibuka pia kutokana na namna ambavyo watu waliripoti. Kuna watu ambao waliripoti tofauti. Wewe unajua hapo anaongea. Anatuharibia shughuli huyu. Unajua hapo anaongea nini? Muungano. Muungano tarehe ngapi? Muungano tarehe ngapi? Tabigwa. Ajui muungano tarehe ngapi? Mjaribu muungano tarehe ngapi? Kaka mechi zote za muungano tunakutegemea. Nashi, muungano tarehe ngapi? Muungano tarehe ngapi? Sikukuu ya muungano. Sikukuu ya muungano. Sikukuu ya muungano. Sikukuu ya muungano tarehe ngapi? Muungano wa Tanzania. Na Zanzibar. Tarehe ngapi? Kuna 10,000 hapa. 10,000 jamani, inazaga. Ndakutumia kwenye simu. Mchezaji kiungo pekee aloenda shule. Kiungo msomi. Sawa, sasa ndio. Yes, tulishia wapi? Pale kwenye ufafanuzi. Nadhani watu wengi walipokea kutokana na namna ambavyo baadhi ya vyombo vya habari viliripoti taarifa yetu kwa kusherehesha. Yaani sisi kama club tumetoa taarifa iliyonyooka kwa kusema kwamba makamu wa rais amebadilishiwa majukumu anakuwa katibu mkuu. Ila kuna wajuaji wakaichukua ile taarifa wakasema Singida imemtangaza CEO mpya. Kwamba Omar Kaya anakuwa CEO mpya. Sasa sisi tukitolea taarifa ambayo ni rasmi hakiko hivyo na ni upotoshaji, kwa sababu bado Jonathan Kasano anaendelea kuwa mtendaji mkuu wa klabu yetu na Omar Kaya anakuwa katibu mkuu. Kwa hiyo mipaka ya majukumu iko vile vile, mtendaji mkuu anaripoti kwa katibu mkuu na iko very clear, wala haina shida yoyote. Na sisi mfumo wetu hata watu wanaweza kujifunza kwetu. Sisi tunaanza mfumo mseto. Ni mseto. Kwa hiyo sio lazima katibu mkuu ndo awe mtendaji mkuu. Kuna mtu nimeona katibu mkuu anaajiriwa au anateuliwa? Kuna hilo swali nimeliona. Anaajiriwa na ndio maana mwanzo katika uteuzi baadaye tumebadilisha tumefanya ni lugha tu inayotumika. Alikuwa mwajiri. Ni lugha ambayo inatumika na katika mfumo wetu sisi wa sasa hivi maboresho ambayo yanafanyika, katibu mkuu makamu mwenyekiti hawezi kuajiriwa. Sawa sawa. Kwa hayo tutafafanua vizuri huko baadaye, lakini kimsingi katibu mkuu na mtendaji mkuu ni vyeo viwili tofauti. Hata ukizibadilisha kwenda kwenye lugha nyingine, kwamba mtendaji mkuu anaitwa Chief Executive Officer, katibu mkuu anaitwa General Secretary. Sasa wale ambao wanasema wameteuliwa Kaya ameteuliwa katibu mkuu, alafu kwenye mabano wanasema CEO, sijui wameitoa wapi. Hajasoma uraia ni shule. Lakini vitu viko very clear na tulipenda tuifafanue hivyo kuepusha upotoshaji. Yote haya yanafanyika kwa lengo la kuhakikisha tunaongeza tija kwenye timu yetu. Na jukumu la kwanza katika majukumu mengi ambayo anaenda kuanza nayo Omar Kaya, jukumu la kwanza ambalo amepatiwa na bodi ni kutengeneza mfumo
mzuri wa kuiweka klabu karibu na mashabiki. Ndio niliona kuna sehemu ulisema wanachama. Yes. Kwa hiyo anatengeneza vipi mfumo, lazima kuwe na mfumo ambao unafanya kazi na hiki imekuwa ni kilio cha muda mrefu sana cha mashabiki wetu. Wanatamani kupata wanachama wa timu. Wawe sehemu ya karibu ya klabu, wawe wanashiriki kwenye baadhi ya masuala ikiwemo kuiwezesha klabu. Na sisi tukasema huu ni wakati wake umefika, na kupitia Omar Kaya ambaye huko nyuma ameshafanya kazi hizo za ukatibu kwenye vilabu mbalimbali, anajua namna ya kufanya. Kwa atatuanzia katika eneo hilo kutengeneza mfumo mzuri. Sasa mashabiki wa Singida walikuwa wanatamani kuwa wanachama wa klabu ya Singida Black Stars. Habari njema ndio hiyo, na tutaendelea kutoa taarifa kuhusu eneo hilo itakapokuwa tayari. Na tutatangaza ofa. Wanachama wa mwanzo wale, tutajua idadi kama ni 1000 kama ni 500 ya ngapi, watasajiliwa bure. Watapata kadi zao bure. Sasa hayo mambo tusiyamalize huko. Hayo mambo ni ya baadaye, lakini wajiandae. Lile ambao walikuwa na shauku nalo kwa miaka yote, sasa Singida Black Stars tunakuja kulifanya na tunairudisha ile Singida yenye msisimko na timu yao. Hussein, tumepata taarifa pia na imekuwa confirmed kwamba tunakwenda kushiriki kombe la Muungano. We never know. Labda ndo kombe letu jamani, na sisi la kujimwaya litakuwa kombe la kwanza Kabatini. Maelezo kuhusiana na hili. Kwa nini la kwanza kati tunashiriki kombe la CRDB? Tunakwenda CRDB. Taarifa rasmi ni kwamba ni kweli tumepokea barua ya mwaliko wa kushiriki mashindano ya kombe la Muungano ambayo yanafanyikia kule visiwani Zanzibar kwa mwaka huu 2025. Singida Black Stars ikiwa ni miongoni mwa timu chache kubwa ambazo zimealikwa. Yasingefana bila Singida Black Stars. Kwa sisi kama klabu tumepokea kwanza mwaliko huo kwa heshima kubwa, tukitazama ukubwa wa mashindano yenyewe, hadhi yake kwa nchi yetu, na tumeshindwa kukataa. Kwa ni rasmi tumekubali wito huo na mwaliko huo, na timu yetu itashiriki mashindano ya kombe la Muungano insha Allah. Sasa wale ambao wanasema Singida Black Stars imepata nafasi kwa baada ya timu fulani kutoka. Sisi katika barua ya mwaliko hakuna taarifa ya namna hiyo. Sisi umekuja mwaliko ukiwa pure au ukiwa hauna makando kando, kwamba Singida Black Stars tunawahitaji muhimu katika mashindano haya. Sasa sisi hatutaenda kushiriki, tutaenda kushindana. Sahihi. Sasa hivi kila taji au kila kombe ambao tunaalikwa ama tunakidhi vigezo vya kushiriki, tunaenda kwa lengo la kushindana. Sasa tuna mashindano mawili ambao tunagombania taji sasa hivi. Tunagombania kombe la shirikisho la CRDB ambao tuko hatua ya robo finali inshallah. Tunaamini tutavuka kwenda nusu finali mpaka finali. Na sasa limejileta lingine. Kombe la Kipemba hili. Kombe la Kipemba. La Kipemba lenye kombe chotara. Kipemba na Kiunguja na Kibara. Kocha atakutia neno? Inshallah tutaenda kupambana. Focus. Huyu bwana hafocus. Alikuwa anatia chuma, anachombeza. Au hatamani tuchukue kombe la Kipemba. Alikuwa anachombeza kocha. Sasa ile kombe ni chotara, limehusisha nchi ya Tanzania, Tanganyika huku Tanzania bara pamoja na visiwani kule Zanzibar. Ni kombe lenye heshima na sisi tunatamani tushiriki kwenda kulipigania, na mimi naamini kwa namna ambavyo timu yetu iko tayari kwa kila mashindano tunaenda kushindana na inshallah. Na tuna bahati nzuri na Zanzibar. Kabisa. Kwanza Zanzibar tuna mashabiki wengi. Mashabiki wetu ambao mko Zanzibar, imetokea fursa ya kuja kukutana tena. Mjiandae kuipokea timu yenu ya Singida Black Stars. Tunakuja tarehe 20 tu mapema. Tunang'oa nanga kutoka hapa baada ya mchezo wetu dhidi ya Tabora, mchezo wa ligi kuu. Tutaanza safari moja kwa moja ya kuelekea kule visiwani Zanzibar. Tutaongea muda ukifika. Katika timu ambazo zimekamilika sasa hivi, kuanzia eneo la goalkeeping, tuna magolikipa wenye viwango vya hali ya juu. Eneo la defensive line yote tumekamilika, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Block ya katikati, midfield tumekamilika vibaya mno. Na eneo ambalo linatufanya tunajivunia na tunatembea kifua mbele, eneo la mbele kule forward, tuna forward wa viwango vya hali ya juu. Kwa Singida Black Stars sisi hatuongei kwa sababu ya kujimwambafai. Na wachezaji wetu hawajaombewa. Takwimu. Takwimu. Zinaone. Sisi hatumuhitaji Suguye. Hatuna mtu wala hatumuhitaji Mwamposa. Tunawaheshimu, ni viongozi wa dini. Lakini hatuhitaji kukanyaga mafuta ya upako ili mambo yetu yatuendee sawa sawa. Hawa vijana wote wameshaadhiniwa huku walikotoka. Wameshapita katika baraka za wazee. Wameshatemewa mate na wazazi wao na mababu zao. Kwa wanachokifanya sasa hivi kina baraka zote za mababu na mabibi na Mwenyezi Mungu. Hatuhitaji baraka nyingine tena kwa sasa zaidi ya kuwaombea uzima. Jonathan Soa goli 9 hivi sasa.
Wakumbushe kaja dirisha dogo. Mimi wakati tunaanza msimu niliongea kama masiara. Nikasema Singida Black Stars kwanza itatoa top scorer msimu huu. Lakini top scorer huyo atapatikana kwa ushindani uliomo ndani ya timu. Kipindi kile hajasajiliwa. Ilikuwa ni balaa ambao analifanya Elvis Baranga Rupia. Lakini mimi nilikuwa na maono. Unajua mimi watu ambacho hawajui. Mimi nimerithi jina la mjukuu wa Mtume. Sawa Hussein. Kuna Hussein na Hassan. Mimi nakupa elimu, acha kushangaa. Nakupa elimu. Kwa hiyo mimi nitakachokisema kina baraka. Wensamu wako ulikotokea. Mimi ukifuatilia historia nyuma huko nafika mpaka kwa mababu mpaka kwa Mtume. Kwa ninachokisema ni kichuguu cha Mtume. Nilisema maneno yale na sasa hivi yanatokea. Sasa mashabiki wa Singida Black Stars kwa hapa Singida wameniambia mechi hizi za nyumbani wamejigawa kwenye makundi mawili. Kuna timu Soa na kuna timu Rupia. Sasa nataka nijue ni nani. Hata hapa uwanjani nitatamani wajigawe. Tujue timu Soa iko wapi na timu Rupia iko wapi. Alafu kitapigika hapa. Baada ya hapo sasa tukishavuka, kuna watu wanaongoza sasa hivi kwa magoli 2-3. Tukishawavuka hapa haturudi nyuma tena. Sasa hivi napata notification. Jamani. Wewe umesubscribe? Subscribe na channel. Kaa karibu na timu yako. Kama wewe ni shabiki mpenzi wa Singida Black Stars, unaweza kuwa karibu na timu yako kupitia mitandao ya kijamii, lakini rasmi kupitia akaunti yetu ya channel ya YouTube ya Black Stars TV. Ukienda pale YouTube ukasubscribe, unakuwa unapata taarifa zote zinazoendelea kutokea Singida Black Stars. Mechi, matokeo, ratiba zilizopo, safari za timu na vitu vingi. Kwa hiyo wewe kaa karibu na timu yako kwa kusubscribe, bonyeza subscribe, tukutane YouTube.